Alexander alihemea kwa hofu na kuanza kumwangalia kwa umakini yule mtoto. Alipata mshtuko, akasogea nyumba hatua mbili, kisha akamgeukia sekretari wake. Alexander, nimekuwa nikikuamini kwa muda mrefu tangu tumeanza kufanya kazi pamoja, hivyo nakuamini na kwenye hili pia. Catherine, kwa nini unasema hivyo boss? Kuna tatizo gani? Alexander kwa sauti ya kunong'ona yenye mkazo. Catherine, huyu sio Shani. Huyu si mtoto wangu. Sio yeye kabisa. Catherine alipigwa na butwa, macho yakimtoka kwa mshangao. Alitaka kupiga kelele lakini Alexander alimwekea mkono mdomoni na kumziba haraka. Ifanye hii iwe siri yako ya kufa nayo. Mama yake amechanganyikiwa. Anatishia kuua mtu asipoletewa mtoto. Tukiwaambia huyu siye, mke wangu atakufa kwa presha na kampuni itaporomoka kabisa. Shani halisi ana kovu dogo la kuzaliwa nalo kwenye mbavu ya kushoto, lakini huyu hana. Boss, sasa tutafanyeje? Kumbuka yule ni mzazi, lazima atagundua tu. Alexander hakujibu. Alimfungulia mlango daktari mkuu wa hospitali ile, Dr. Silas, ambaye pia ni rafiki wa karibu wa familia na mwekezaji mdogo kwenye kampuni ya Alexander. Dr. Silas aliingia kwa haraka. Daktari, funga mlango. Huyu mtoto si mwanangu, lakini kuanzia leo yeye ni Shani. Ninahitaji ufanye upasuaji mdogo sana wa kiasili kwenye mbavu yake ya kushoto. Utengeneze kovu ambalo litafanana na lile la mwanangu, na unapaswa kufanya hivyo sasa hivi kabla hatujampeleka kwa mke wangu. Alexander, wewe ni mzima kweli? Hii ni hatari kimatibabu na kimaadili. Mtoto ni mdogo sana, na kama polisi wakigundua je? Alexander akimsogelea daktari kwa sura ya kikatili. Polisi hawajengi hospitali hii Silas. Mimi ndiyo mfadhili mkuu hapa. Fanya hili na nitaingiza dola milioni 2 leo hii, na ukikataa nitahakikisha leseni yako inafutwa. Chagua. Dr. Silas alijifuta jasho lililomtiririka usoni. Pesa na vitishio vya Alexander vilikuwa vikali mno. Alimwangalia mtoto yule, kisha akatoa vifaa vyake vya upasuaji mdogo wa leza vilivyokuwemo chumbani humo. Safi sana. Sasa Catherine, wewe sambaza uvumi kwamba mtoto kapatikana ili kutuliza vyombo vya habari na wawekezaji. Halafu tutaendelea kumtafuta Shani halisi kwa siri. Mlango ulipofunguliwa baadaye kuashiria muda umeisha, Alexander alibadilisha sura ghafla na kuweka tabasamu la baba mwenye furaha, kisha akaongozana na Detective Mark kuelekea kituo cha polisi, huku Catherine akiandaa utaratibu wa kumpeleka Shani kwa Maya. Kituo kikuu cha polisi cha jiji kilikuwa kimezingiriwa na waandishi wa habari. Kamera zilimulika kwa mfululizo huku gari la kifahari la Alexander likiwasili na kusimama. Alishuka akiwa na Detective Mark, uso wake ukiwa ficha siri nzito inayotafuna nafsi yake. Ndani ya chumba cha mahojiano, hali ilikuwa tulivu na ya kiupelelezi zaidi. Detective Mark: Bwana Alexander, serikali haikuchukulii wewe kama mhanga pekee. Ajali hii imechukua maisha ya waziri na wawekezaji wakubwa, lakini kuna kitu kimoja kinatupa ukungu. Mark alitoa picha kadhaa na kumsogezea Alexander. Zilikuwa ni picha za mabaki ya boti kuu iliyozama, zilizopigwa na wapiga mbizi wa jeshi. Hizi ni picha za chini ya bahari. Wataalamu wetu wanasema dhuruba inaweza kupindua boti, lakini haiwezi kutoboa matundu makubwa kama haya. Angalia vizuri Alex, hizi ni alama za mikwarazo. Ni kama vile kuna kitu kiliishambulia boti yenu toka chini ya maji, kitu kikubwa chenye nguvu za ajabu. Je, una maadui wanaotumia silaha za kisasa za chini ya bahari? Alexander alitumbua macho akishangaa tu. Alikumbuka kile kihishindo kikubwa kabla boti haijapinduka. Ilikuwa ni kama kugongwa na mwamba ulio hai, lakini akajizuia kuonyesha mshtuko. Mimi ni mfanyabiashara tu Mark, sio mtaalamu wa wanyama wa bahari wala silaha. Dhuruba ilikuwa kali, labda boti iligonga miamba chini. Sasa nina mke anayepambana na mauti na binti aliyeokolewa. Mawakili wangu wapo nje, ninaondoka. Bila kusubiri jibu, Alexander alisimama na kutoka nje. Lakini moyoni mwake, picha zile zilipanda mbegu mpya ya hofu. Ajali ile haikuwa ya kawaida. Wakati huo huo, katika hospitali kuu, Catherine na Simon, mlinzi, walikuwa wamesimama mbele ya mlango wa wodi ya Maya, mke wa Alexander. Ndani, Maya alikuwa akilia na kugonga kitanda, madaktari wakijaribu kumdhibiti. Mwanangu, namtaka mwanangu!
Nyie nyote ni waongo, mnataka kunipora binti yangu niliyemsubiri kwa miaka 10. Mlango ukafunguliwa. Nesi aliingia akiwa amembeba yule mtoto mchanga, Shani Feki, aliyebebwa kwa uangalifu mkubwa, mbavu yake ya kushoto ikiwa imefunikwa kwa plasta ndogo inayoficha upasuaji aliyoufanya Dr. Silas. Chumba kilipata ukimya wa ghafla. Maya alinyosha mikono yake inayotetemeka. Nesi akamkabidhi mtoto yule. Machozi ya Maya yalimwagika kwenye shavu la mtoto. Alimnusa, akambusu, kisha kwa haraka silika ya mama ikamsukuma kumfunua mtoto nguo ili kumkagua. Moyo wa Catherine ulilipuka kwa hofu, akatamani hata kugeuka ili asitazame. Maya aliona plasta kwenye mbavu ya kushoto. Aliinua taratibu na kukuta kovu dogo jekundu likiwa limetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu na kuonekana kama ni la asili. Maya alivuta pumzi ndefu na kumkumbatia mtoto. Maya, Shani wangu, ni wewe jamani! Lakini katikati ya furaha hiyo, Maya alimwangalia mtoto yule usoni kwa kina. Kitendo cha asili cha mama hakidanganyi. Kuna kitu hakipo sawa, Maya alinong'ana moyoni mwake. Hakusema kwa usauti, lakini nafsi yake haikuhisi ule muunganiko wa damu. Hata hivyo, alijiaminisha kuwa ni yeye. Katika ukumbi mkubwa wa kifalme uliojengwa kwa matumbawe na lulu tupu, kiumbe mwenye nusu mwili wa mwanamke mzuri, Malkia wa Nguva, alikuwa akielea mbele ya kitanda kidogo kilichotengenezwa kwa magamba ya kabe wa bahari. Ndani ya kitanda hicho alilala binti mchanga, Shani halisi. Jambo la kushangaza na kushtua ni kwamba Shani hakuwa anasongwa na maji. Alikuwa anapumua kawaida kabisa chini ya bahari, kana kwamba yupo nchi kavu. Kwenye mbavu yake ya kushoto, lile kovu lake la asili lilikuwa likitoa mwanga mdogo wa rangi ya dhahabu. Sauti ya mwanamke iliyosikika awali ilikuwa ni ya malkia huyu. Alinyoosha mkono wake na kumgusa Shani kwa upole. Malkia wa Nguva. Miaka 30 iliyopita, mwanadamu alitupora lulu yetu ya uhai na akaitumia kujijengea utajiri wa nchi kavu. Lakini damu hailipwi kwa pesa, inalipwa kwa damu. Malkia alimtazama msaidizi wake, Nguva mwingine mwenye uso wa kivita. Mimba zake 8 tuliziharibu, lakini hii ya 9 tuliiacha ikue ili atuzalie mrithi wetu. Huyu mtoto ni nusu mwanadamu, nusu bahari. Hazina yetu imerudi, na huu ni mwanzo wa uanguko la himaya ya Alexander Edward, na tutarejesha nguvu ya utawala tuliyoipoteza kwa muda mrefu. Bahari ilitetemeka mbali. Vita kati ya nchi kavu na ulimwengu wa siri wa chini ya bahari ilikuwa ndiyo kama zimeanza, na Alexander hakuwa anajua kuwa utajiri wote wake ulitokana na makosa ya siri aliyoyafanya miaka mingi iliyopita. Mwisho wa episode 5.